Sema boss. Thank you His Excellency. By the way, najua unaweza nikumbuka vizuri. Tukua kwa UDA. Tukua na wewe ukifungua police station pale Ranet. And then kuna wakati tulikuwa PC hapa hivi full. Hapa hivi Rangaranga. Tumekuwa na wewe pale kwa Full Gospel. Tumekuwa na wewe Mau Summit. No, Your Excellency. Kuna pari ulienda ukasahau huyo kijana. No, nikasema siku moja tutapatana na kiongozi. Si leo ndio siku. Sasa tumepatana sasa. Yes. My second thing, My Excellency. Vijana na mimi nataka kuongea in the name of our country. And I know you love your country. But vijana wote nikiwa ndani yao tumeshukuru sana, Your Excellency. And I know if you can come back to us, empower us. Wacha tu nikuambie, my president, hakuna haja mtu anakuja anakupaka mafuta na uongo baada kuambie vijana ni ngapi wanapitia. Excellency, I'm here on behalf of these all youth wako hapa. Tulisafa sana tukipigania kitu inaitwa corruption in our country. That is the only our problem. My president, if you can eradicate corruption in our country na ufunge mashimo zote, Our Excellency, hata kusema TUTAM, sidhani nani atasema ati si wa TUTAM. Mwenye atasema one term mimi mwenye afikiri. So My Excellency, kilio yetu ni moja tu. Kilio yangu ni moja tu, Your Excellency. Ufanye kama unaweza fanya education and hospitality to be free. Because sioni venye baba yangu amekuvia hapa medi, but mnipe hiyo time ya kwenda kuzika baba yangu, mnanipea time nyingine ya kwenda kufanya mchango, niende nikafanya harambee na baba yangu amekufia hapa medical. If you can say medication to be free to every citizen of this country, I think that can be good. Asante. The last thing, Your Excellency, kama unaweza fanya education from nursery to university, that is the universal right for everybody. Kama unaweza maskini tajiri wote wasome. History za CDF na whatever na basari sometimes asifikiaji watu wote. Your Excellency, that is only my message. Very humble. Asante. Thank you very much. James ameniambia anasema anawania kiti ya MCA biashara wote. Kumbe ni mwanasiasa kama mimi. Sasa huyu ndugu yangu James Mbogwa amesema mambo manne. Amesema number 1, tumalizane na ufisadi. Si ni kweli? Na ndio niliuliza wakati nilisimama hapa, kama kuna mmoja wenu amehongana ndio hii program. Yeye mnanielewa? It is because we must have systems that makes corruption impossible. Yeye mnanielewa? Why we are digitizing. Kama ni mambo ya mbolea ya wakulima, digital platform. Kuiba inakuwa ngumu. Kama ni mambo ya nyota hii, tunakuwa digital platform. Kulete ukora ngumu. Kama ni maneno ya health, tumeweka digital platform. Kulete ukora inakuwa ngumu. That is how we are fighting corruption, making sure that nobody to change the system and reward themselves unfairly against others. Jambo la pili, umesema mambo ya elimu. Umesikia mimi nikiongea hapa mambo ya elimu. Elimu ni ya muhimu sana. It is the reason why mimi nimeongeza pesa ya kusomesha watoto wetu from 500 billion Kenya shillings to 700 billion Kenya shillings. Leo mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma university, college, kwa sababu tumehakikisha ya kwamba wale watoto wa kutoka jamii maskini tunawapatia bursary, tunawapatia scholarship almost 90%. Mzazi analipa kidogo. Unajua lazima haiwezi kuwa free for now kwa sababu hatuna pesa ya kutosha kufanya ikuwe free. We must be honest to ourselves. Kuna wakati tulisema itakuwa free karibu university sifungwe.
kwa sababu we couldn't afford. So we must progressively, wakati tunazalisha uchumi, ndio itafika wakati tutakuwa na uwezo wa kulipia kila mtu. For now, it has to be a partnership between the government, parents and other stakeholders. Umesema mambo ya afya, Bwana Mbogo. Wewe unajua watu wengi walikuwa wanauza mashamba kwenda kulipa gharama ya hospitali. Kwanza wewe umejiandikisha kwa SHA? Uko kwa SHA? Wangapi hapa wamejiandikisha kwa SHA? Wacha nione kwa mkono. Na mumesikia vile nimesema, kama wewe umejiandikisha kwa SHA, enda hospitali ya serikali, hospitali ya private, hospitali ya mission. Kama umejiandikisha kwa SHA, uende ile outpatient, uone daktari, upatiwe dawa, udunge sindano, uende nyumbani, usiliitishwe pesa yote. Pesa ya outpatient yote Kenya tumesema tunalipa kama serikali ya Kenya in all our hospitals. Ile kitu ambayo tunasonga hapo mbele ni kama unaenda kulala kwa hospitali. Sasa hapo ndio tuko na ile mchango ambayo mwananchi anatoa pesa kidogo. Wewe umesikia Bwana Mbogwa, siku hizi watu wanalipiwa 1,100, 1,300, 1,500. Umeshasikia hiyo story ama hujawahi kusikia? Umesikia? Uko na mimi nikuulize, wacha nikuulize swali. Umeniuliza swali hata wewe. Wacha nikuulize yangu. Wewe umewahi kusikia mtu yeyote amelipiwa na SHA? Wapi Batia? Umeshawahi kusikia? Okay. Wacha nijibu kwa hekima, Your Excellency. Okay, wacha nijibu. Your Excellency, niko na haja ya 1,000. We umekuja umenipatia 20, ukaniambia James, mimi niko na uwezo kukusaidia. No, hiyo dhao sina. No, shika hii 50. Si ndivyo? So na stahili kwenda kutafuta ngapi? 950. Umenisaidia Your Excellency, umenipea jukumu mwingine ya kwenda kutafutilia hata zaidi ya hivyo. Umesaidika na 50. Nimesaidika na 50. Kwa sababu huko naye. Si ndio? So lazima pia ukubali. Mimi nimekuuliza swali utakujibu. Nimekuuliza umeshawahi kupata mtu ambaye amelipiwa SHA? Nimepata wengi. Moja ama mbili? Na kadhaa. Wengi. Wamelipiwa na SHA. Wametoa witness kusema tumelipiwa na SHA. Ukweli. Wamefurahi ama wamekasirika kwa sababu wamelipiwa na SHA? Hawajakasirika, no. Ingeenda kidogo hata ifike nusu. Hata kama ni nusu at least. Your Excellency. Lakini mimi nataka nikuulize, kumewahi kuwa na program yoyote mwananchi kulipiwa? Na any other thing? Si sasa ndio tunasikia SHA inalipia mtu wa kawaida. Ukweli. Si ni kweli? That is now the improvement. Hatua kwa hatua. Tunaelekea hapo mahali unataka. Thank you. Tumekubaliana? Thank you. Pigia huyu Mbogwa makofi nione. Asante sana Mbogwa. Swali. Huyu mrembo anasema ako na swali ya kuniuliza. Niulize swali. Patia mrembo. Okay, mimi niko na swali Mr. Wakusikie. Okay, niko na swali.